ulioundwa na tume na kikatiba. Katiba ya nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ajili ya kupata wagombea wa nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi. Na unasema kuhusu hayo matamshi kuzuia uchaguzi, uliona hayo matamshi ya kwamba tutazuia uchaguzi, unasema uliona nini? Niliona kwamba matamshi haya yataleta vurugu na amani ya nchi, kwani upo utaratibu mzuri wa kupata wagombea wa kupata viongozi. Sasa Shahidi, unasema uliona picha mjongeo hiyo yenye matamshi yao. Hebu iambie mahakama hayo maudhui au hayo matamshi yalikuwa yanasema, kwa mujibu wa hiyo picha mjongeo unayosema, yalikuwa yanatamkwa na nani? Matokeo hayo matamshi hayo yalikuwa yanatamkwa na ndugu Tundu Antipas Lissu. Hebu iambie pia mahakama, unamtaja huyo mtu Tundu Antipas Lissu, iambie mahakama kuhusu ufahamu wako kwa huyu mtu, yani kama unamfahamu. Mheshimiwa Hakimu, Tundu Antipas Lissu ni public figure, ni mtu maarufu. Na kutokana na kazi zake za uwakili anazozifanya, hakuna, nafikiri watu wengi wanamfahamu. Mimi nazungumzia kuhusu wewe, usizungumzie watu wengine. Yani wewe. Namfahamu kutokana na majukumu yake ya na ulimfahamu lini kutokana na hayo majukumu? Vile Mheshimiwa Hakimu, kabla hujaenda vile hapo ulikuwa, yani ulitunukiwa au ulipata nini? Yani ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu nilipata cheti, Mheshimiwa Hakimu. Haya, iambie mahakama ulikuwa unaendelea vile mafunzo mengine. Mheshimiwa Hakimu, mnamo mwaka 2022 katika chuo cha Unique Academy. Chuo Unique Academy. Unique kilichopo Upanga hapo. Nilihudhuria mafunzo ya Upanga wapi Shahidi? Upanga Tanga, Upanga wapi? Upanga Dar es Salaam. Nilihudhuria mafunzo ya computer hacking in forensic investigation. Ambayo yalikuwa mafunzo ya muda gani kama unakumbuka? Mheshimiwa Hakimu, nakumbuka yalikuwa ni mafunzo ya miezi miwili. Na yenyewe ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu, Mheshimiwa Hakimu, nilipata cheti. Haya. Kingine labda kama unacho. Labda iambie mahakama pia kwenye hii kazi ya doria mtandaoni umekuwa tangu lini? Mheshimiwa Hakimu, kazi ya kufanya doria mtandaoni nilianza kufanya tangia mwaka 2020.
Kwa hiyo hadi mpaka sasa. leo ni umesema mwaka 20 mpaka sasa. Hadi sasa. Mpaka leo una uzoefu wa muda gani katika hiyo kazi? Mpaka sasa Mheshimiwa Hakimu, na uzoefu wa zaidi ya miaka 4. Sasa shahidi, hebu tuambie sasa, nini umadhubuti wa hicho ulichokiita kompyuta maalum ya jeshi la polisi? Nini umadhubuti katika that was as leading as they come. Msikia shahidi akizungumzia umadhubuti. Naelewa kakangu ana transaction section 18 ya ETA, lakini sasa tumwambia ni madhubuti, unamwambia shahidi aanze kusema kompyuta ni madhubuti. So that was leading, we object. Mheshimiwa samani, lakini naomba kuwa guided. Mheshimiwa, ukisema kifungu cha 147 kinachozungumzia examination, nakuwa guided na mahakama. Yaani najaribu kuangalia leading question. Sasa ukimuuliza mtu gari hiyo ina rangi gani, utakuwa umeambiwa ni leading question kivipi? Yaani yeye ndo aseme. Sasa nitamuuliza swali gani ili atuzungumzie anielewe? Yaani hapo mheshimiwa unakuta kuona kwamba sasa nitauliza yaani nitamuuliza nini anielewe kwa maana gani? Mheshimiwa, hebu natoka siku iliposomewa mashtaka ya uhaini, mheshimiwa uliamuru nipelekwe magereza nikawe mfungwa mahabusu, na kwa siku 68 hizi nimekuwa mahabusu, kwa wiki moja gereza la Keko, na tangu Jumaa Kuu nimekuwa kwenye gereza kuu la Ukonga siku 68. Katika hizi siku 68 mheshimiwa, mawakili wangu hawa wamekuja kunitembelea gerezani ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashtaka hayo. Hawajaacha kuja mahakamani, hawajaacha kuja magereza, na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi in confidence. Hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faragha, kitu ambacho kimetokea mheshimiwa. Ukiingia kwenye gereza kuu la Ukonga, unapopita reception kuna kachumba kulia kwako hivi. Hapo kachumba kamegawanywa mara mbili, kamegawanywa na ukuta wa kioo. Ukuta wa kioo. Kwa hiyo wanapokuja wanasimama nyuma ya kioo upande wa reception, na reception iko nyuma yao kidogo, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo. Tunawasiliana kwa simu na mawakili, tunawasiliana kwa simu. Hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka, na mimi na manyaraka mengi sana. Hakuna fursa ya kuandika chochote kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kiti, mnazungumza kwa simu. Sasa mheshimiwa,
nimedai sana kwa mkuu wa gereza kwamba